Naomba nirudie nitangaze, dunia hii ni ya kwetu. Fedha na dhahabu ni mali ya Mungu wetu, na ametupa sisi tuvitawale. Vipende visipende, tunavitawala. Watake wasitake, tunavimiliki. Ukiamini hivyo sema amina mpaka mbinguni wasikie. Haleluya! Narudia tena niseme, kuna kauli moja inasema hivi: hii dunia sio yetu, tunaipenda, tuliikuta, tutaiacha. Usiipende dunia. Hii dunia Mungu atuchukue tu. Leo ninao ujumbe wa kutangua kauli. Dunia sio yetu, kwa maana hii baada ya kuishi hapa tunaenda kuishi mbinguni. Na Yesu alipopaa mbinguni alienda kuandaa makao. Lakini hii dunia, hata kama mbingu ipo, duniani hapa ni kwetu. We kama sio kwako, toka tupishe, ila sisi wenye kwetu, Allah tena nakutabiria kwa jina la Yesu, utajirike hapa duniani. Na usikubali kwenda mbinguni ukiwa huna hata gari. Usiende mbinguni bila nyumba. Usiende mbinguni bila watoto. Saa hapa duniani ni haki yako. Mwangalia mwenzako, ukimwona amenuna ujue huyo ni wale. Jamani, haleluya! Sasa mtu ananitishia, ananiambia, wewe unasema unapingana na Biblia. Biblia yenyewe imesema usiipende dunia. Wewe sikiliza, aliyesema hayo maneno alimaanisha tusitende dhambi, tusiishi maisha ya kipagani. Udunia unaotajwa pale ni upagani, lakini dunia hii ni mali yetu. Maana Biblia imesema Mungu ametawala mbingu, lakini dunia amewapa wanadamu. Na nataka nikwambie, usikubali kwamba mimi ni wa hivi, utabaki hivyo. Na moja ya vitu mauti Shetani amefunga maisha ya watu ni kuzoea hali ya mateso na kuiona kawaida. Lakini sisi sio wa kawaida. Sema amen. Nataka kusema nini? Bwana amenituma message nyingine kwa ajili yako. Unapenda niseme?